Kichwa cha somo cha leo kinasema ndani ya Kristo tunakuwa wapya. Ndani ya Kristo tunakuwa wapya. Tujaribu kufikiri ni nini maana ya kichwa hichi ama maneno haya. Kwanza kuna neno ndani ambalo tafsiri yake kutoka kwenye lugha mama iliyoandikia Biblia ya Agano Jipya. Tafsiri ya ndani ni kukaa ama kubaki hali fulani. Tafsiri ya ndani ni kudumu ama kuendelea. Tafsiri ya kukaa ndani ni kukaa katika uhusiano wa karibu. Tafsiri ya kukaa ndani ni kuwa katika hali fulani. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kukaa ndani ya Kristo, anaposema kukaa ndani yake, anamaanisha kukaa ama kukubaliana na yeye Yesu Kristo. Watu wanasema ndani kwangu sio kuzuri. Wanaposema ndani, wanasema ndani ya ndoa. Sasa ndoa haina ndani, lakini ndoa ina hali. Anasema ndani ya ndoa ya fulani, sasa ndoa haina ndani, lakini anaposema ndani ya ndoa anasema kukaa katika ndoa, kubaki kwenye ndoa, kuendelea kwenye ndoa, kudumu kwenye ndoa. Sasa kukaa kwenye ndoa maana yake uko ndani ya ndoa, kuendelea uko ndani ya ndoa, kukubali uko ndani ya ndoa. Kwa hiyo kadhalika na anaposema kukaa ndani ya Yesu, hakuna namna tunampasua Yesu tuingie ndani yake, lakini kukaa katika atmosphere, kwenye uwepo huo wa Kristo. Kristo ana uwepo wake fulani, ana namna yake fulani ya kuvaa, ana namna yake fulani ya kuongea, ana namna yake fulani ya kufikiri, ana namna yake fulani ya kukabiliana na mambo, ana namna yake fulani ya kupigana vita inapotokea. Kwa hiyo hiyo namna ya Kristo ikikuvaa, tafsiri yake uko ndani ya Kristo. Haleluya, haleluya. Lakini kwa Kiebrania kukaa ndani, neno ya shav linamaanisha ni kuishi, ni kudumu, ni kukalia, lakini linamaanisha pia ni kuonyesha mtu anakaa mahali au katika hali fulani kwa muda mrefu. Kichwa cha somo, ndani ya Kristo tunakuwa wapya. Ndani ya Kristo tunakuwa wapya.